Haleluya, karibu Manono TV kwa uhondo zaidi. Mara nyingi sana Mungu hutangaza jambo mwishoni, jambo la mwisho mwanzoni mwa safari. Yanatangaza jambo litakalokuja mwaka unaokuja, lakini anatangaza leo. Kwa hiyo tangaza mwisho wa jambo mwanzoni mwa jambo. Kwa hiyo yeye Mungu alijua, si kama wanadamu. Ndio anasema Yesu ni Mungu, kwa sababu yeye alikuwepo, yupo na atakuwepo. Hatabadilisha na mtu yoyote. Eti kwa sababu ya mitazamo ya watu kwamba yeye leo Yesu asiitwe Mungu, ataitwa Mungu tu. Unataka ataitwa Mungu, hautaki ataitwa Mungu. Yeye ni Mungu tu, na kuna wakati utakutana naye. Hata kama hutaki utakutana naye na utaujua Mungu wake ulipo. Mwanadamu ametenda dhambi kwa sababu ya upendo wa Mungu. Pamoja na dhambi hiyo, Mungu akasema ewe Adamu, kwa nini umetenda dhambi ya namna hii? Mungu akaandaa tena mpango mzuri. Hili nasema kama alivyo mnyama. Ule mnyama hatujua alikuwa ni simba, hatujua alikuwa ni dubu, hatujua alikuwa ni swala, hatujua alikuwa ni pundamilia, hatujua alikuwa ni tembo. Hili nasema kama alivyo mnyama. Lakini baada ya kama alivyo mnyama, akaenda akamlisha ule mwanadamu ile ngozi, akamstiri ile hali ya aibu. Katika ulimwengu wa roho ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kuficha aibu ya dhambi, ilikuwa ni kuficha aibu ya uharibifu. Ndio maana Mungu akamwaribu mnyama, lakini yule mnyama aliharibiwa. Biblia inasema na alikula nyama yake. Biblia inatuambia na alikula ile nyama. Yule mnyama alikuwa ni Yesu mwenyewe, alimwakilisha Yesu. Ndio maana hakuliwa na kitu chochote kilichokuwa kinatafuta ni damu. Ile damu ya Yesu ndio inatupatanisha kati ya sisi pamoja na Mungu. Maana hiyo damu ni uhai, ile damu ni uzima. Sikiliza nikwambie, thamani ya damu ya Yesu ilimwagika miaka 2000 na kitu iliyoisha. Mpaka leo haijawahi kukanda, mpaka leo haijawahi kuharibika, mpaka leo haijawahi kuoza. Hiyo damu ni ajabu, inaponya, tukiita inafanya maajabu na miujiza. Mnyama karibu, ule mnyama anamwakilisha Yesu, ule mnyama anasimama badala ya Yesu. Lakini kisoma Biblia vizuri tena, wakati wana wa Israeli wakiwa wako Misri, katika mapigo yote ambayo Mungu alikuwa ameachia kwa Farao, pigo la mwisho kabisa lilikuwa ni kufa kwa mzaliwa wa kwanza. Na Mungu akamwambia Musa, akamwambia hivi, sikiliza Musa, nikwambie, utakwenda kuambia wana wa Israeli, yani Waebrania, watachinja mwanakondoo, na wewe mwanakondoo watakula wakiwa wamesimama. Lakini yule mwanakondoo wahakikisha hiyo nyama wa izazi. Kama familia haina uwezo kuimaliza hiyo nyama, na imite jirani yake ile pamoja naye. Kama nayo ni kwamba hii sheria haitabatilishwa. Kwa hiyo baada ya kula hiyo nyama itakayobaki msirudie kuila, mtaiteketeza kwenye moto. Lakini jambo la muhimu ni hili, ishara ni damu. Hiyo damu ya huyo mnyama mtakayemchinja mtaipaka kwenye miimo ya milango pamoja na madirisha. Ikiwa na maana gani? Yule mharibifu atakayekuja kuharibu, yani malaika hataangalia ni Mwebrania huyu, hatajua huyu ni Musa wala huyu ni mtoto wa Musa. Atakachoangalia ni ile ishara ya damu. Atapita, na atakapokuwa anapita, ishara itakayoleta uponyaji asiwe mzaliwa wa kwanza, itakuwa ni damu. Biblia inasema hivi, yule mharibifu, yule mharibu alikipita akapiga wazaliwa wa kwanza wote wa Kimisri, hata kwa Farao na kwa mtu wa chini kabisa wa Kimisri. Lakini Waebrania hakufa hata mmoja. Huyu mwana kondoo alimwakilisha Yesu.